Na usipeane nguo mahali ambapo hautrust, because people can use your clothes. Zinanuka wewe, ziko na soro yako, wanaweza kuzitumia wafalishe kitu kingine, wakiite jina lako. Sasa wakitaka usikie ushungu, wanaingiza pin ndani ya hiyo kitu mahali ulipo, na ni mtu anakufanya ushawi. These things happen. Na kama ground mshanga haina amani na wewe, unaona vile alisema sita ilaani inchi tena baada ya hayo. Ground ndio inashikanga kasi. Ndio unaona ukilala usiku unarudi kwenu nyumbani kijiji kule ulilelewa. Ni ground ya huko inakuita, kwa sababu kuna vitu ilifanywa. Especially ukiona unalala unarudi kwenu kijiji kule mlilelewa, ground na wewe. Hiyo mambo unaweza tukumaliza kwa dhabihu zako kwa madhabahu. Harufu ya sadaka zako itakapokubalika na Mungu, utawasha kuitwa nyumbani usiku. In fact, most Christians, Wakristo wengi, they are battling powers from home. Kwa sababu wazazi kama hawakuwa wanajua Mungu, walitafuta miungu mingine ya kuwasaidia. Hiyo miungu sasa walipewa vitu vina represent hiyo miungu, wakaweka kwa shamba, wakaweka nyumbani, wakamwaga nyumbani kama maji. Sasa ukilala, kwa sababu ni wewe walitaja, wakasema atuwe na kutengenezea future na nini. Sasa ukilala hapa Nairobi, ukishika usingizi mzito vizuri, ule usingizi mtu anashikanga, hausikii kitu, haujui uko wapi, unajiona uko nyumbani. Na unaweza hata kuona watu wale walikufa wako huko, mama yako iko huko, unaona watu wale mlizika wako huko. Hiyo ni kusema ya kwamba you have no power over the ground, bado inakutawala. Na mtu kama wewe si vizuri kuomba plot, kwa sababu utatafutiwa plot na hiyo spirit. Kwanza udili na hiyo spirit ikwisha, isikutafutie plot nyingine ambao unajua kuna watu wanatafuta nyumba ya kukaa. Nyumba yote iko na holiness, nyumba yote dedicated kwa Mungu wa mbinguni. Ukienda unasema hii nyumba ninaona ni mzuri, lakini sisikii nikiipenda. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu kuna maroho haujashinda nyumbani. Sasa haitaki hii nyumba, maana ni safi sana. Inakupeleka tu kwa nyumba ile ambaye mwenye kujenga alienda kushemshwa kwanza ndio ajenge. Ndio unasema hapa nasikia amani. Nakwambia unalala katikati ya hizo vitu. Na mimi nasemanga hivi, ate Biblia inasema kila kitu kiwekwe ushuhuda na watu wawili ama watatu. Hii ni kumaanisha ukiona TV kama hii imewekwa hapa, useme naona ikiwa mzuri, ita mtu mwingine. Unaona ikiwa mzuri, opinion hizo, especially ukiita mtu ametoka mahali pengine, atakwambia. Gari yangu ya kwanza kununua wakati nilipata 400,000. Hiyo pesa iliitishwa Sunday na niliipata Monday. Nilienda nikapata Kivolvo kia 1971. Kivolvo. Kwanza yule alikuwa ananiusia, alikuwa ananiambia hii gari kwanza kaa hapo nyuma usikie. Na kweli ukienda akisikii mitaro, akisikii kitu yoyote. Nikaenda nikaambia mzee tulikuwa naye kwa kanisa, na kuambia nimepata gari zile zilikuwa zinabeba president zamani. Akaniambia gani? Nikamwambia Volvo. Tukaenda. Aliangalia hivi akaniambia kweli wewe uko na ujinga hata kama wewe ni pastor. Hii ni gari. Nikamwambia cash dan. Akaniambia siwezi kukaa. Hii gari ikiharibu shokonzova, unajua ni pesa ngapi? Akauliza mtu, shokonzova ya hii Volvo ni pesa ngapi? Akasema ukibageni vizuri inaweza kufika 50,000. Na akaniambia na ukishuguza hii imekwisha za nyuma zote hakuna. Ndiye aliniambia kuja nikuonyesha gari. You see, my eyes, na mimi ni mhubiri, ni muombaji, nilikuwa navutiwa na kigari ambaye kitanisubua, nilie machozi. Hiyo gari baada ya miezi miwili nilikuta imewekelewa mawe. Nikauliza ni nini? Wakasema shokumsuba yake ni very rare, haionekanaga. Kwa hivyo ni mimi sasa ningekuwa na hiyo rare shokumsuba. Very rare, haipatikani Kenya. Ati walikuwa wanasema ati Volvo hizo ni 3 Kenya.
moja Kisumu, moja Mombasa, watatafuta kama moja imeharibika tutoe kwa hiyo. Wakaniambia maana ukiimport ni kama kununua ingine. Hai, hiyo kivolvo kiko pale Outer Ring Road, nikikiona kimewekelewa hapa. Na ni mimi ningekinunua. Nihubiri nacho bila kusikia metaro kwa barabara. Hivyo ndivyo Wakristo wanashikwa, wale ambao ukikosa kujifungua vizuri kwa ground ya kwenu, everything you buy italingana na hizo spirits. Hata ukitaka kuolewa, utakataa mwanaume mzuri, utachukua mwanaume yule amefungwa kama wewe. Ndiposa ukipata mwanaume wa kukuoa, kubali kusikiliza opinion zetu. Tuulize unaonaje, na uulize watu wale wanamjua. Na ukisikia mtu anakuambia huyo washana naye ni shetani, usimwambie. Hata watu wamesikia wivu sana. Dada Jeni aliniambia ni washana na wewe ni shetani. Baada ya kuolewa ndio unakaa miaka nyingi unasema kama ingeathikiriria Jeni, afadhali ingesikiliza Jeni, hii ni shetani. Ini kusema kama ground yako haijatengenezwa, if your ground has not been made, everything you see will be according to where you come from. If you don't seek second opinion, you will suffer the way you suffered at home.